kwa ajili ya Waislamu wa Tanganyika, na kilikuwa chuo hicho kimilikiwe na kuendeshwa na East African Muslim Welfare Society. Ujumbe huo uliporejea nchini na kufanya mkutano na waandishi wa habari hapa nchini, na Tewa Saidi Tewa akiwa ni mwenyekiti wa East African Muslim Welfare Society kutangaza juu ya mradi huo, kilichofuata Mwalimu Nyerere akafanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri na akamuondoa Tewa Saidi Tewa katika baraza la mawaziri na kumteua kuwa balozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Watu wa China. Inna lillahi. Wakati huo, kama nilivyosema, Tewa Saidi Tewa alikuwa ndio mwenyekiti wa East African Muslim Welfare Society. Amekuja na mradi wa kuanzisha chuo kikuu cha kwanza cha Waislamu hapa nchini. Anaondolewa, anapelekwa Uchina kuwa balozi. Kuondoka kwa Tewa kulisababisha ombwe la uongozi. Bi Titi Mohamed akachaguliwa kushika nafasi hiyo ya uwenyekiti wa East African Muslim Welfare Society. Kupelekwa kwa Tewa Uchina kuwa balozi wa Tanganyika huko hakukuja kwa bahati mbaya. Lengo lilikuwa ni kuvuruga mipango ya Tewa akiwa kama mwenyekiti wa East African Muslim Welfare Society kutaka kuwaunganisha Waislamu wote chini ya taasisi au jumuiya moja. Kilichofuata hapo sina haja kukuambieni, nyote mnakijua. East African Muslim Welfare Society ikafungwa na ule mradi wa chuo kikuu ukafanya nini? Na chuo kikuu kilikuwa kijengwe pale kwenye ardhi ya Waislamu ya Chang'ombe. 4, kutaifishwa kwa shule zilizokuwapo. Kuhusu swala hilo, kitabu chetu hiki kwenye ukurasa wa 23 na 24 kimeeleza maelezo yafuatayo, na mimi kwa kuwa kitabu ninacho, wacha ninukuu. Kuhusu kuingia sekondari kwa kigezo cha kuchaguliwa na mpango wa quota system, watendaji wa Kristo waliojazana katika mfumo wa elimu nchini wamekuwa wakihakikisha kwamba Waislamu hawasomi kutokana na mbinu zifuatazo. Mosi, kufanya matokeo ya darasa la 7 kuwa ni siri, hivyo kuweza kuibadili nafasi walizoshinda Waislamu na kuwapa wengine. Tazama ushahidi mzito uliotolewa na Njozi mwaka 2000 katika kitabu cha Mwembe Chai, Killings and the Political Future of Tanzania, ukurasa wa 62 hadi wa 70. Hapa vijana wa Kiislamu waliofaulu darasa la 7 walinyimwa nafasi kuingia sekondari, na wale waliofaulu kidato cha 4 walinyimwa kuingia kidato cha 5. Kazi hii ya kuwakwamisha vijana wa Kiislamu ilifanywa vyema na mawakala wa mfumo Kristo waliojazana katika mfumo wote wa elimu nchini. Pili, kuhamisha wanafunzi wa Kristo kutoka maeneo yenye ushindani mkubwa kwenda mikoa iliyokuwa na alama ndogo za kuchaguliwa kama Pwani, Dar, Lindi, Mtwara na Tanga, ambayo pia ni maeneo ya Waislamu. Tazama Malekela mwaka 1983, In Access to Secondary Education in Sub-Sahara Africa. 3, huko nyuma, kabla ya wanafunzi kupangiwa shule za sekondari, namba zao za mitihani ziliambatanishwa na majina ili kujua nani Mkristo apendelewe na nani siye awachwe. 4, kuhakikisha kwamba viongozi na watendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania, yaani NECTA, wote ni Wakristo. Aidha, kwa asilimia kubwa kabisa watungaji wa mitihani na wasahihishaji pia ni dini hiyo hiyo. Tazama kitabu cha miaka 30 ya NECTA
mwaka 2004 au tazama website www.nectar.ca.tz. Na mwisho, kama nilivyotangulia kueleza, mpango huo wa kuchaguliwa kwa kigezo wanafunzi wa kuingia sekondari na kwa quota system, basi kitabu hiki kwenye ukurasa wa 24 na wa 25 unaeleza kama ifuatavyo. Ndio kunukulieni. Sasa mfumo Kristo hapa nchini umekuwa ukifadhiliwa na serikali kwa kutumia mabilioni ya fedha za walipa kodi wa nchi hii kupitia taasisi za afya na misamaha ya kodi. Kuhusu taasisi za afya, serikali ya kikoloni ilikuwa ikikusanya kodi na kuwapa Wakristo waanzishe na kuondesha taasisi za kutoa huduma za kiafya. Lakini baada ya uhuru, serikali yetu imeendelea kutoa mabilioni ya fedha ya walipa kodi wa nchi hii, wakiwemo Waislamu, kwa taasisi za afya za Wakristo. Mathalan, katika mwaka wa fedha wa 2008 hadi 2009 na 2009 hadi 2010, serikali imetumia fedha zaidi kuzipa hospitali za makanisa kuliko zile zilotoa kuzipa hospitali za serikali. Hayo yameelezwa vyema katika kitabu hiki ukurasa wa 33 hadi wa 35, na mimi nina nukuu 33 ukurasa hadi wa 35. Kwa mfano, jadwali lifuatalo linaonesha fedha za serikali zilizotumiwa na hospitali na taasisi za afya zinazomilikiwa na makanisa ikilinganishwa na matumizi katika hospitali za serikali mwaka 2009 na 2010. Maelezo: taasisi za afya za makanisa: Kilimanjaro Christian Medical Center KCMC mwaka 2008 hadi 2009 ilipewa jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 6,30,736,036. Mwaka 2009 hadi mwaka 2010 Kilimanjaro Christian Medical Center KCMC ilipewa jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 7,507,132,000 na shilingi 100. Voluntary Agencies Hospital ilipewa katika mwaka 2008 hadi 2009 bilioni 10,914,600,039, na mwaka 2009 hadi 2010 taasisi hiyo Voluntary Agencies Hospital ilipewa bilioni 12,943,147,000 na shilingi 100. Designated District Hospital mwaka 2008 hadi 2009 ilipewa jumla ya bilioni 15,608,600,012. Mwaka wa 2009 hadi wa 2010 taasisi hiyo ilipewa jumla ya bilioni 18,279,500,006. Bugando Medical Center katika mwaka wa fedha wa 2008 hadi 2009 ilipewa jumla
ya shilingi za Kitanzania bilioni 4,898,300,068. Mwaka wa 2009 hadi 2010 ilipewa bilioni 6,144,321,900 na miscellaneous subventions, grants and subsidies jumla zilikuwa ni bilioni 1,430,600,016. Non-governmental organizations zilipata jumla ya shilingi milioni 602,700,075 katika mwaka 2008 hadi 2009, na katika mwaka 2009 hadi 2010 zilipata jumla ya shilingi bilioni 1,750,713,400. Na voluntary agencies training ilipewa mwaka 2008 hadi 2009 bilioni 1,033,200,000. Jumla utaona ni bilioni 40,518,946,046 sawa na 53.8% kwa mwaka 2008 hadi 2009. Na kwa mwaka 2009 hadi 2010 jumla ilikuwa bilioni 46,624,820,500 sawa na 54.8%. Sasa tukitizama taasisi za afya za serikali, Muhimbili National Hospital ilipewa mwaka 2,800 mpaka 2,900 bilioni 21,038,314 na shilingi 100. Na mwaka 2009 hadi 2010 ilipewa bilioni 26,696,201,600. Muhimbili Orthopedic Institute MOI ilipewa mwaka 2008 hadi 2009 bilioni 5,844,335,700, na mwaka 2009 hadi 2010 ilipewa bilioni 7,256,500,600. Ocean Road Cancer Institute mwaka 2008 hadi 2009 ilipewa jumla ya shilingi bilioni 2,539,200,077, na mwaka 2009 hadi 2010 ilipewa bilioni 3,352,050,500. Mbeya Referral Hospital, hospitali ya rufaa ya Mbeya, mwaka 2008 hadi 2009 ilipewa bilioni 1,128,600,000, na mwaka 2009 hadi wa 10 ilipewa bilioni 1,128,600,000. Mirembe and Isanga Institutions mwaka 2008 hadi 2009 zilipewa jumla ya shilingi milioni 718,200,000, na mwaka 2009 hadi 2010 zilipewa milioni 718,200,000. Dar es Salaam Regional Hospital kwa mwaka 2008 hadi 2009 ilipewa milioni 869,200,034. Miscellaneous subventions, grants and subsidies ilikuwa kwa mwaka 2008 hadi 2009 ni bilioni 2,646,089,700. Jumla ilikuwa kwa mwaka 2008 hadi 2009 ni bilioni
1,784,050,500 na kwa mwaka 2009 hadi mwaka 2010 ilikuwa bilioni 39,151,552,700. Jumla kuu ni bilioni 75,302,996,500 kwa mwaka 2008 hadi 9, na kwa mwaka 2009 hadi 10 jumla ilikuwa bilioni 85,776,373,200. Chanzo ya haya au takwimu hizi ni Wizara ya Fedha na Uchumi. Jadwali hiyo hapo juu linaonyesha fedha zilizotolewa na serikali kwa hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na makanisa na zile zinazomilikiwa na serikali kwa ajili ya kulipa mishahara wafanyakazi na gharama za uendeshaji. Katika mwaka wa fedha wa 2008 hadi 2009, serikali ilitumia jumla ya shilingi bilioni 75,302,996,500 katika hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na makanisa na zile zinazomilikiwa na serikali kwa ajili ya kulipa mishahara wafanyakazi na gharama za uendeshaji. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 40,518,946 ambazo ni sawa na asilimia 53.8 ya fedha zote zilipelekwa katika hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na kanisa, wakati na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na serikali zilipatiwa shilingi bilioni 34,784,050,500 sawa na asilimia 46.2. Hiyo ina maana kwamba huduma zinazotolewa na makanisa zilipewa jumla ya asilimia 53.8, wakati zile za serikali zilipewa asilimia 46.2. Katika mwaka wa fedha wa 2009 serikali ilitumia jumla ya shilingi bilioni 85,776,373,200 katika hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na makanisa na zile zinazomilikiwa na serikali kwa ajili ya kulipa mishahara wafanyakazi na gharama za uendeshaji. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 46,624,820,500 ambazo ni sawa na asilimia 54.4 ya fedha zote zilipelekwa katika hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na makanisa, wakati hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na serikali zilipatiwa shilingi bilioni 39,151,552,700 sawa na asilimia 45.6. Hiyo ina maana kwamba taasisi zinazotolewa na makanisa za afya zilipewa na serikali jumla ya asilimia 54.4, wakati zile taasisi za kiserikali za afya zilipata asilimia 45.6. Jadwali hilo linaonyesha kuwa serikali kwa miaka hiyo miwili imekuwa ikipeleka kiasi kikubwa cha fedha katika hospitali na taasisi nyingine za huduma za afya zinazomilikiwa na makanisa kuliko katika hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na serikali. Nafikiri tumepata picha. Kitabu hiki kinaeleza kwamba utaratibu huu wa kuchukua fedha za serikali na kuyapa makanisa si utaratibu wa haki kabisa, na hayo yanaelezwa kwenye ukurasa wa 35 wa kitabu hiki.
maana ninachofanya ni mapitio ya kitabu hiki. Kwa hivyo nina nukuu yaliyoandikwa huko. Utaratibu huu wa kuchukua fedha zinazotokana na kodi ya wananchi wote na kuzipatia taasisi zinazomilikiwa na makanisa sio wa haki na ni dhulma dhidi ya Waislamu na wengine wasiokuwa Waislamu kwa sababu zifuatazo. Mosi, ni ubaguzi wenye lengo za kuziimarisha kiuchumi taasisi za afya zinazomilikiwa na makanisa kwa kutumia kodi za Waislamu. Pili, hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na makanisa hutoa huduma kwa kutoza malipo ambayo wakati mwingine ni ya juu kuliko zinazotozwa na zile za serikali. Tatu, serikali ingeweza kutumia fedha hizo za umma kujenga miundombinu na kuimarisha huduma za afya katika taasisi zake, lakini badala yake imekuwa ikitumia fedha nyingi zaidi kuimarisha taasisi za makanisa. Nne, hospitali na taasisi nyingine za huduma ya afya zinazomilikiwa na makanisa zinatumia fedha za Watanzania wote kufanya biashara kwa lengo la kujiimarisha kiuchumi. Tano, upo ushahidi katika wilaya kadhaa ambapo serikali ina hospitali zake zenye uwezo wa kuhudumia wananchi, lakini badala ya kupeleka fedha za kutosha huko imeendelea kupeleka katika hospitali zinazomilikiwa na makanisa. Sita, kinyume na sheria za nchi, fedha hizo za serikali zimekuwa zikipelekwa katika hospitali na taasisi nyingine za huduma za afya zinazomilikiwa na makanisa zimekuwa hazikaguliwi na ofisi ya mdhibiti wa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Mheshimiwa Zainabu Gama, mbunge, aliwahi kuuliza bungeni katika kikao cha bajeti cha Wizara ya Afya cha mwaka 2009 hadi 2010 akitaka kujua endapo fedha za serikali zilizokuwa zikitolewa kama ruzuku kwenye taasisi za afya za makanisa zikiwemo fedha kupitia mkataba wa Memorandum of Understanding zinakaguliwa kuona matumizi yake. Jibu halijasikika hadi hivi leo. Namba 7, upo ushahidi kuwa fedha hizo zinazotolewa na serikali hutumika pia kulipa mishahara ya watumishi wa makanisani wakiwemo maaskofu. Kwa mfano, mnamo Novemba 23 mwaka 2009 iliripotiwa katika gazeti la Nipashe kwamba moja ya hospitali zinazomilikiwa na makanisa na kufadhiliwa na serikali ilitumia mamilioni ya pesa za serikali kuwalipia wafanyakazi wa kanisa. Miongoni mwa waliolipwa ni mchungaji na katibu wa kanisa ambao si waajiriwa wa hospitali. Pamoja na hao, iliripotiwa kwamba walikuwapo pia wafanyakazi kadhaa hewa. Pesa hizo zinatolewa na serikali. Ndugu zanguni, kuhusu mfumo Kristo na msamaha ya kodi, taasisi za Kikristo zimekuwa zikifaidi kodi za wananchi kupitia misamaha ya kodi. Kikielezea hilo, kitabu hiki kwenye ukurasa wa 40 hadi wa 48 kimeandika yafuatayo. Ndio uchambuzi wa kitabu chetu. Kwanza tunasoma kwenye ukurasa wa 40. Uchambuzi wa misamaha ya kodi Tanzania kwa taasisi za dini, muhtasari kwa mwaka 2005. Ufuatao ni uchambuzi wa misamaha ya kodi iliyotolewa kwa mwaka mzima wa fedha wa 2005 kama inavyoonekana hapa nchini. Jadwali ya kwanza, muhtasari wa misamaha ya kodi kwa taasisi za dini mwaka 2005 kwa Tanzania shilingi kwa hesabu ya milioni. Taasisi za Kikristo, kodi ya kuingiza bidhaa ilikuwa ni bilioni 6,992,000. Kodi ya kuzalisha bidhaa ilikuwa ni bilioni 2,400,000,200. VAT ilikuwa milioni 626. Jumla ya malipo kwa hundi ilikuwa ni bilioni 10 na milioni 20. Sasa tuangalie taasisi za Kiislamu. Taasisi za Kiislamu, kodi ya kuingiza bidhaa ilikuwa ni milioni 900 na
53, yani milioni 953. Kodi ya kuzalisha bidhaa ilikuwa milioni 136. VAT ilikuwa milioni 17. Jumla ya malipo kwa hundi ilikuwa bilioni 1 na milioni 107, wakati taasisi za Kikristo zikiwa zimepata msamaha wa jumla ya bilioni 10. Taasisi za Kiislamu zimepata jumla ya bilioni 1, na taasisi nyinginezo zisokuwa za kidini, kodi ya kuingiza bidhaa ilikuwa ni bilioni 200 na milioni 305. Kodi ya kuzalisha bidhaa ilikuwa ni milioni 483. VAT ilikuwa milioni 80, na jumla ya malipo kwa hundi ilikuwa ni bilioni 2 na milioni 868. Kwa hivyo utaona kwamba taasisi za Kikristo juu ya kodi ya kuagiza bidhaa basi ilipata misamaha inayofikia asilimia 68, wakati taasisi ya Kiislamu ilipata asilimia 9 tu. Kodi ya kuzalisha bidhaa, taasisi za Kikristo zilipata asilimia 80, wakati taasisi za Kiislamu ilikuwa asilimia 5 tu. Swali la pili, muhtasari wa misamaha ya kodi kwa taasisi za dini mwaka 2006. Taasisi za Kiislamu, taasisi za Kikristo, kodi ya kuingiza bidhaa walisamehewa bilioni 39. Taasisi za Kiislamu ni bilioni 3. Kodi za kuzalisha bidhaa wenzetu walikuwa ni bilioni 8, taasisi za Kiislamu bilioni 1. Utaona kwamba katika kodi ya kuingiza bidhaa taasisi za Kikristo zilisamehewa asilimia 84, wakati taasisi za Kiislamu ni asilimia 6 tu. Kodi ya kuzalisha bidhaa taasisi za Kikristo asilimia 74, wakati taasisi za Kiislamu ni asilimia 7 tu. VAT taasisi za Kikristo asilimia 70, wakati zile za Kiislamu ni asilimia 7 tu. Kwa hivyo utaona jumla ya malipo kwa hundi yaliyosamehewa taasisi za Kikristo ni asilimia 70, wakati taasisi za Kiislamu ni asilimia 7 peke yake. Tukenda katika, ndugu zanguni, ni usomi bwana, huu ni utafiti wa kisomi, sio maneno tu ya kupandia pandia. Tunakwenda jadwali la 4, muhtasari wa misamaha ya kodi kwa taasisi ya dini kwa mwaka 2008 kwa Tanzania millions ya shilingi. Taasisi za Kikristo, kodi ya kuingiza bidhaa ilikuwa ni bilioni 1 milioni 661, na kodi ya kuzalisha bidhaa ni milioni 8. VAT ni milioni 97. Taasisi za Kiislamu ni kodi ya kuingiza bidhaa milioni 1 na 1096, kodi ya kuzalisha bidhaa hamna, na VAT ni milioni 2. Sasa ukitazama jumla ya kodi za kuingiza bidhaa kwa taasisi za Kikristo ilikuwa ni asilimia 63, wakati taasisi za Kiislamu zikiwa ni asilimia 7. Tukija katika masala ya kodi ya kuzalisha bidhaa, taasisi za Kikristo zilipata asilimia 100, taasisi za Kiislamu 0. Tukija katika VAT, taasisi za Kikristo asilimia 79 na taasisi za Kiislamu ni 2 pekee. Sasa umesikia mabilioni ya shilingi za Kitanzania yanayosamehewa
na kupewa taasisi za kanisa, pamoja na mabilioni yote hayo wanayopewa Wakristo na serikali kwa ajili ya miradi yao ya kanisa katika sekta ya elimu na afya, ni miradi ya kanisa kama tulivyoona, kwa sababu huduma zinazotolewa na taasisi hiyo, iwe za elimu au za afya, zinalipiwa, hazilipiwi na wale wanaohudumiwa. Lakini kuhusu mahakama ya kadhi, Waislamu wanaambiwa sawa, lakini mgharamie wenyewe. Na wakati huo viongozi wa makanisa, maaskofu na wachungaji wanaunga mkono kauli hiyo ya serikali, wanasema fedha za walipa kodi wote zisitumike kwa masala ya kidini. Lakini kumbe wanakusudia zisitumike kwa masala ya dini ya Uislamu tu, lakini zikitumika kwa masala ya taasisi za Kikristo hakuna noma. Ndugu zangu Waislamu, mfumo Kristo ni sehemu ya mabaki ya ukoloni hapa nchini. Waislamu tunachotakiwa tuendeleze mapambano, hata kusema na kuendelea kusema ni kufichua uozo huo, na dhuluma hiyo ni sehemu ya mapambano nayo. Kama tuliweza kuwang'oa wakoloni wa Kijerumani na wa Kiingereza, hatuwezi kamwe kushindwa kuung'oa mfumo Kristo katika nchi yetu. It can be done. Play your part. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Nadhani Sheikh amejitahidi kutumia muda ambao alikuwa amepangiwa na amebakisha muda kiasi kwa kupitia kijitabu hiki ambacho kina kurasa 48. Kitabu hiki kitapatikana kwa baadhi ya watu watapata nakala leo, lakini ziko nakala za kutosha ambazo tunaamini kwamba kila mtu aliyoko humu tutakapopeleka hivi vitabu huko ambako watu wapo wanaweza kupata na kukisoma. Ziko nakala za kutosha. Kwa hiyo nafasi inayofuata sasa hivi ni nafasi ya Ustaz Ilunga Kapungu. Yeye atakuja kuongea pamoja na mambo mengine aliyoyaona katika makongamano yaliyofanyika nchi nzima ambayo yeye ameshiriki pamoja na mashehe wengine kuanzia mwezi Januari mpaka wiki iliyopita. Kwa hiyo naomba tumsikize kwa makini, ni msemaji mzuri, hamna atakayesinzia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم. Watukufu mashekhe, watukufu maimamu, watukufu wanazuoni wetu wa Kiislamu, watukufu Waislamu mliohudhuria kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, watukufu baba zangu, watukufu mama zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.